Saa 6 adhuhuri eneo bunge la Kimilili katika kanisa la Kenya Assemblies of God KAG. Ni kongamano lilowaleta pamoja maaskofu wote kutoka eneo bunge la Kimilili na viungani vyake kuiombea taifa hili, hasa wakati ambapo taifa hili linaonekana kushamiri kisiasa, wakati ambapo wanasiasa wanapoingia makanisani na kutoa cheche za maneno. Peter Mkote ni askofu wa kanisa la Juu ya Mwamba pamoja na Susan Cherono ni kati ya maaskofu waliohudhuria warsha huo. Na tumeona kwamba katika taifa letu hii ndio jambo hapo linafanyika. Wanasiasa wengi sana wanakoti maandiko ama wanaofahamu neno katika akili zao, lakini katika mioyo halipo. Wanasiasa ndio tunawapenda, lakini wanapokuja katika makanisa yetu wajue kwamba kanisa ni mahali pa ibada, kanisa ni mahali pa kuabudu, kanisa ni mahali ambapo kuna utaratibu. Kwa hivyo wanapokuja Yesu tuwapokea, lakini wakubali kufuata utaratibu, elewe kwamba kanisani sio mahali pa siasa, ni mahali patakatifu, mahali pa kuweza kuabudu. Kama ni siasa, wapange mikutano za kisiasa tofauti ili kwamba umati ukaweza kuhudhuria na kusikia vile wanasema. Vijana wetu wana lack mentorship. Kwa hivyo when the church comes in, make sure you have programs ambayo inasaidia vijana kujijua ni nini wanasafanya. Kwa hivyo ninashukuru tu kila mmoja wetu ambaye kwa mkutano wa leo atakapotoka hapa, you are carrying a message ambapo umamali unaenda kwa ile kanisa lako, unaongelesha vijana wajue ni nini wanafanya na wasitumike katika maisha yao kwa njia ambayo haifai. Waliohudhuria na kuandaa kongamano hilo la maaskofu ni pamoja na Askofu Godwin Mayeku kama katibu mkuu. Mwenyekiti wa maaskofu David Simiyu hakusita kuelezea sababu kuu ya kuandaa kongamano hilo na kuitaka serikali kuweka ulinzi wa kutosha, hasa wakati ambapo usalama unaonekana kuwa kidonda sugu humu nchini. Sababu ya kuita mkutano huu, mambo main ilikuwa mawili, ya kwamba wachungaji waungane, na wanapoungana kuna mambo mengi ambayo tutayafanya, maana Mungu atasikiliza maombi yetu. Na katika hayo main agenda ikawa ni pia tuombe pamoja. Kwa nini tuombe pamoja? Tunapoona migawanyiko na migomo na vita mbalimbali ambayo inatokezea katika serikali yetu, tunapoomba, maana neno la Bwana natuhusu, nasema ya kwamba lolote muombalo mkiamini, aminini ya kwamba inatendeka. Sasa ndio sababu tukaona kwamba tuungane kwanza sisi wenyewe, na jambo la pili tuanze kuomba, na katika maombi hayo tunajua inaleta mabadiliko katika serikali yetu ya Kenya. Kila mahali hiyo insecurity imekuwa mbaya, lakini tuomba ya kwamba serikali ichukue that initiative ya kusema kweli na itusaidie. Hata na sisi tunapohubiri injili itakuwa inaendelea vizuri. Hatuna jambo lote la kukosoa nani na nani kwa serikali, lakini lengo letu ni kwamba tuungane pamoja, tuombe, na hata pia serikali yetu iwe na unity. Hilo ndilo lengo letu kubwa. Wakati huo kiongozi wa akina mama katika mkutano huo Jennifer Wekesa ameelezea umuhimu wa walezi kuchukua tahadhari na kuwa karibu na wanao ili kuzuia utovu wa kinidhamu na mimba za utotoni, hasa kwa watoto wa kike, huku Askofu Peter Mkote akitoa wito kwa viongozi wa makanisa kuweka usawa iwapo wanasiasa wanaingia makanisani na wala kusionekane kubaguliwa. Serikali wapate kutusaidia kwa ajili ya watoto wetu wasichana, haswa kama wataprovide vizoto kwa ajili ya watoto wetu wasichana. Hilo ndilo jambo ambalo mara nyingi watoto wanashika urafiki na mtu anamwambia nitamsaidia, na anapolala na mtoto anamwacha na mimba, amemwacha na packet ya always. Sasa hiyo naona ya kwamba haina faida kwa mtoto, badala yake imeharibu mtoto kuliko vile alivyokuwa. Wazazi wasaidie watoto kuingia makanisani, kulea watoto kwa jinsi ya Mungu. Maana Biblia inatuambia mlee mtoto kwa njia inayompendeza Mungu, maana atakapokuwa mzee hataweza kuisahau. Hivyo wazazi, tafadhali tusiende kanisani na tumewacha watoto wetu nyumbani. Huko nyumbani huwezi kujua atakayerudi nyumbani. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma.